Haya, wanafunzi, tumeangalia maswali haya. Simamisha hii video ufanye angalau wewe mwenyewe, kwa sababu haya ni mazoezi yako. Ujichukulie wewe mwenyewe kwa mada iko tayari. Ukiletewa kama sasa hivi mtihani wapo kwenye pale introduction, kwenye hii exponent uko vizuri. Kwa hiyo simamisha angalau kwa dakika 15 ufanye maswali haya ujili ujipime uko vizuri, alafu baadaye tutafanya kwa pamoja ili kuangalia maswali. Sasa hivi tunaanza tu tukafanya maswali haya yetu kwa pamoja. Kwa hiyo tunaanza solution. Tunaanza na swali letu namba 1. Tumeambiwa tu nini? To evaluate one out of the two to exponent 3. Kwa tunaandika 1 out of the two to exponent 3. Kwa hiyo tunaandika 1 out of the two to exponent 3 is equal 1 out of the 2 times 1 out of the 2 times 1 out of the 2. Kwa hiyo tunachukua vile na tumia knowledge yetu kuandikwa hivi. Ni sasa ina means that hii 1 out of the 2 inajirejea mara 3. Kwa hiyo tumeweka kwenye nini? Expanded form. Kwa hiyo hapo shika kwenye expanded form, kinachoendelea ni nini? Kuzidisha. Unazidishaje? Kwenye kuzidisha unachukua za juu, hizi za juu zinaitwa numerator, unazidisha na chini pia unazidisha kwa pamoja, ambazo zinaitwa nini? Denominator. Kwa hiyo hapo ukizidisha 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1, jawabu tutapata nini? 1 auto. Alafu tunazidisha na chini 2 times 2 times 2. Kwa hiyo 2 times 2 times 2 tunapata ni ngapi? 8. Kwa hiyo jibu letu, kwa hiyo 1 out of 2 to exponent 3 ni sasa na 1 out of 8. Hilo ndio litakuwa jibu letu la swali letu la kwanza. Nikiendelea na swali letu la pili, swali letu namba 2, umeambiwa to express 16 in two different ways. Hii kama nilivyokuambia ni tofauti na mtaala zamani. Zamani ulikuwa unasoma kwa kunini? Kwa kuclaim, lakini mara hii ni mfumo wa elimu mbadilika. Mtu anatakiwa asome afahamu kile kitu, sio kunini? Kuclaim. Kwa hiyo hapa unapima, je, huyu mwanafunzi uelewa wake vipi? Unatakiwa ujishughulishe, sio nakaa unaweteka. Kwa hiyo hapa umeambiwa kwa nini kwa mfano express 16 in two different way, yaani express 16 katika method mbili tofauti, lakini different, zisiwe sawa, ziwe katika different. Kwa hiyo utaexpress vipi? Utachukua kwa express namba kwanza, naanza unachukua nini? 16 yetu hii unachukua 16 ni sasa na ngapi? 16 ni sasa na kuandika 4 mara 4, yaani jawabu lake utapata ni ngapi? 16. Kwa hiyo sasa tumeambiwa tu express in a two different way. Kwa hiyo lakini hii express katika condition gani utaambiwa hapo? Kwa express in exponent. Kwa hiyo hapa kwenye exponent 16 ni sasa na kuandika 4 to exponent 4. Ikiwa kama unaambiwa uandike express katika nini? Katika exponential form au powerful. Laiti ikiwa ambao express katika expanded form ndio ushaandika hapa 4 mara 4. Kwa sababu mambo express hujaandika kitu gani. Kwa hiyo hii njia ya kwanza. Kwa njia ya pili, swali la pili, kwa method ya pili utafanyaje? 16. Kwa hiyo 16 ni sasa na kuandika 2 mara 2 mara 2 mara 2. Ni sasa na kuandika hivi. Ukizidisha hivi, jawabu 16. Ushona? Kwa hiyo tumetumia different mbili, yani njia mbili tofauti. Huku tumetumia kwa base 4, huku tukatumia kwa base 2. Kwa hiyo hapa ndo unaangaliwa, je, huyu mwanafunzi vipi, uelewa wake uko hali gani? Kwa hiyo hapa ndo naanza. Kwa hiyo kwa vile express kwa mfano tuchukulie express jawabu nini? Swali letu ilipo katika exponent form. Kwa hiyo hapa utaambiwa express in exponent form, ile express 16 in exponential form in two different way. Kwa hiyo hapa utaanza kuzihesabu, 2 zimejirejea mara 4. Kwa hiyo 16 ni sasa na 2 to exponent 4. Hiyo ndio itakuwa swali letu lililomalizia. Na swali la mwisho tunaambiwa write in exponential form and show base and exponent.
Kwa hiyo tunaambua hizi hapa write in exponential form, tuandike katika exponential form, alafu and show base and exponent. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini katika pia ukisoma swali, yaani maswali mawili muda mwingine huanatia katika nini, swali moja. Hapa la kwanza tunaomba uwrite katika exponential form, kwanza unaomba uandike katika exponential form, alafu akaendelea and show, na vile vile uoneshe base na uoneshe exponent. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini na usiwe na papara muda kufanya maswali, kwa sababu makosa hayo yanaweza kutokea kwa vile hujalisoma swali kwa makini au bila kulifahamu ile swali vizuri linataka nini, gani la kupelekea wewe kwenda kupata jibu silo. Kwa hiyo unakuja kwenye 3A imeandikwa x plus b bracket x plus b bracket x plus b. Swali letu ni hapo x plus b, x plus b. Sasa tunaambapo katika exponential form. Kwa hiyo unachukua tena hiyo x plus b bracket x plus b bracket x plus b bracket x plus b. Sasa kwa hiyo hii unajiuliza, tumeambiwa katika exponential form. Kwa exponential form ndio vile vile tunachukua x plus b ndio ile jirejea hapa, ushafahamu? X plus b tunachukua ndio ile jirejea sana. Kwa hiyo hapa najiuliza imejirejea mara ngapi? How much time imejirepeated? 1 2 3 4. Kwa hiyo tunataka ngapi? 4. Kwa hiyo exponential form, katika exponential form x plus b bracket x plus b bracket x plus b bracket x plus b ni sawa x plus b to exponent 4. Haya, lakini tumeambiwa his to show that base and nini exponent. Kwa hiyo tumeambiwa show base and exponent. Kwa hiyo unatakiwa vile vile ujibu maswali ulioulizwa, ila unaweza ukajiwekea kwa vile wewe unafanya nyumbani, unaweza ukajiongezea wewe maswali wewe kama wewe, lakini kwenye mtihani unatakiwa ufanye vile ulivyoulizwa, usifanye ambacho hujaulizwa. Umeambiwa show base na exponent. Wewe kwa hiyo uoneshe nini? Base na exponent tu unatakiwa. Usije ukaonesha hawa, yani usionyeshe hivyo. Umeambiwa tumia uoneshe base na exponent. Kwa hiyo kwenye kuonesha unachukua x plus b bracket exponent 4. Kwa hiyo unachukua hiyo x plus b to exponent 4. Tumeambiwa tuoneshe kitu gani? Base. Kwa hiyo unakuja hapa, unasema sawa x plus b is called base. Hichi hapa chote ndio kinaitwa nini? Base, alafu and exponent na and kitu gani? 4 is an exponent, na hii 4 yetu hiki kilichoka juu ni nini? Exponent yetu. Tunaendelea na swali la 3B. 3B lasema 50 times 50 20 times. Tunaendelea swali letu la 3B ambao bado tuko katika swali lile write in exponential form and show the base and exponent. Kwa hiyo hapo tunaanza, tumeambiwa hivyo. Kwa hiyo unakuja 50 times 50 times times 50 sawa. Unakuja base yetu itakuwa ni ngapi? 50, lakini hapa una kidogo pia unapimwa uelewa wako vipi, mwanafunzi wetu uelewa wake vipi. Kwa hapo umeambiwa hii imejirejea mara ngapi? 20 times, yani mara 20. Kwa hiyo hapa just unaweka 20
huna haja ya kuhesabu kwa sababu hapa zipotele, yani kuandika hapa 50 kidogo itakosti, itapoteza muda. Kwa hiyo kwa njia fupi wanaandika kama 50, alafu hapa una 50 nyingine hapa zipotele, alafu kwa kuandika 20 times. Kwa hiyo 20 times ndio inakuwa nini? Exponent yako, kwa sababu exponent kazi yake miongoni mwa kazi inaonyesha how many number ilivyo ni jirepeat. Kwa hiyo hii 50 kuandikwa hii 50 nini 20 times imeonyesha kuwa hizi 50 zimejirejea mara ngapi? 20. Kwa hiyo ndio utachukua ni sasa kuandika 50 plus exponent 20. Lakini kwa hiyo 50 times 50 times yote times 50 20 times ni sasa 50 plus exponent 20. This kingine nini? This to show that base and exponent. Utaoneshaje kwa unaandika 50 plus exponent 20, 50 plus exponent 20 ni sawa kwamba base and exponent. Kwa hiyo 50 is called base and 20 is called an exponent. Na 20 yetu ndio inaitwa nini? Exponent. Na kipindi chetu cha mwisho cha C kinasema x plus y, lakini hii swali lake kwa hapa find base and exponent. Kwa hiyo tunatafuta base na nini? Exponent. Wakati yeye akishakupa katika form of nini, hii itakuwa ni power form, au unaweza kusema katika form of exponential form. Hii x plus y to exponent n, hii tunaita power form au katika nini? Exponential form. Kwa hiyo unakuja c tatu c, kwa hiyo unakuja x plus y to exponent n. Haya, nakwambia tutafute nini? Base and exponent. Kwa hiyo tunatafutaje? Kwa hiyo x plus y to exponent n ni sawa, wanakuja x plus y, hii is called base and n is called an exponent, na n yetu inaitwa exponent. Na hii ndio itakuwa ndio mwisho wa darasa letu pendwa ya